Hiyo ndio kichwa chetu cha ujumbe ambao ni part tu ya topic yetu mrefu ambayo itaenda mpaka start, opening doors by knocking, ama kufungua milango kwa kuumbisha. Haleluya. Kenda kwa ofisi na upate mwenyewe ako pale ndani, au utaingia ile ofisi kienyeji, lakini utambisha. Bwana asifiwe. Ukikuja kwangu, ukinipata niko ndani, utambisha na useme odi, ama ugonge mlango niweze kukufungulia. Ukienda mahali popote ambapo unahitaji kitu na unahitaji msaada pale, utahitaji kumbisha mlango. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kunao njia ya pili ambayo inatupea kuingia. Tunapoingia kusema mambo ya kuingia, huwa tunatangaza ni kuingia katika baraka zetu, ni kuingia katika maeneo yetu, kuingia katika destiny zetu, kuingia katika huduma zetu, kuingia katika familia zetu na kushika kile ambacho tunatarajia Mungu akatufanyie katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapoongea juu ya kuingia ndani kupitia kwa kumbisha, ni njia ya pili ambayo tumepewa na Mungu. Haleluya. Kumbisha haijatokana na mwanadamu, bali imetokana na Mungu mwenyewe. Ni kwa sababu ametuambia kwamba ni lazima, kama tutataka kwa kiwango kingine, itabidi tumbishe. Haleluya. Amen. Tukasema ya kwamba kunao mambo matatu ambayo inaweza fungua milango, na njia moja tukasema ni ukuwa na funguo ambayo ni ya kweli, ama funguo ambayo inafungua hiyo kufuli ama huo mlango. Na tukasema ya kwamba ukiwa na hiyo funguo hauhitaji kung'ang'ana, unaingia ndani. Lakini angalia, hauna funguo, umefungua zimekosa kufungua, na uko pale na unahitaji kuingia ndani, basi kile utafanya na lazima uingie. Jambo la pili, utabisha. Amen. 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 Nataka tuende pamoja na ili usiweze kuachwa nyuma. Mchungaji, naomba ukanisomee kitabu cha Mathayo 7:7 mpaka mstari wa 8, na Mungu ataweza kutubariki. Matthew chapter number 7 verse 7 and verse 8. In Jesus name. Amen. Kiomba ukaenda pamoja nami katika kitabu cha Mathayo. Unaweza fungua kama kuna Biblia yako. Mathayo mtakatifu, mlango ni wa 7. Mlango ni wa 7. Mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Yule ambaye umbisha ufunguliwa. Bwana kubariki mchungaji. Yule ambaye umbisha ufunguliwa. Amen. Ndiko imetuambia na Yesu. Akatuambia kunazo njia ambazo tutatumia tatu katika kupata majibu na kuingia katika malango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na njia moja ni ya kuomba, na njia nyingine ni ya kutafuta. Lakini tunapoingia katika kumbisha, tunambisha kwa sababu mahali kuna mlango lazima umbishe. Na ndio maana tumetransfer hiyo kumbisha tukaipeleka pale kwa kufungua milango, na tukasema ya kwamba lazima tumbishe, na maandiko imesema ya kwamba tumbishe nayo milango itafunguliwa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tunapoongea juu ya mlango ni kumaanisha ya kwamba not every door opens automatically. Sio kila milango utapata imefunguka tu. Haleluya. Amen. Sio kila milango utaenda ukiwa na funguo ifunguke tu. Sio kila milango utaenda tu ukiwa na haja ya kuingia uende uingie tu. Yes. Milango mingine inahitaji kumbisha. Amen. Milango mingine inahitaji
Yes. Haleluya. Amen. Utapata ya kwamba mahali kuna kumbisha, kuna mtu wa kukufungulia. Amen. Haleluya. Amen. Nataka ushike vizuri. Mahali kuna kumbisha, au utabisha mlango ikifungue. Yes. Utabisha mlango ufunguliwe. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama kuna mahali itafika ukuwa na fungua mlango ukose kufunguka, itahitaji kuwa na mtu ambaye ni wewe umbishe na yeye akufungulie. Amen. Haleluya. Amen. Na mahali tumesoma tumeambiwa kwamba mbisha na utafunguliwa. Kwa hivyo mahali ambapo unambisha kunakuwa na mtu ndani wa kukufungulia. Amen. Kwa hivyo unapobisha, yes, ni kumaanisha ya kwamba yes, kuna mambo ambayo inakataa. Amen. Haleluya. Amen. Mahali ambapo kuna kubisha, yes, ni kumaanisha yes, kuna mahali ambapo umekasirika, hey, kubishe. Yes. Mahali ambapo kuna kubisha, yes, ni kumaanisha ya kwamba yeah, kuna persistence, yani nongi na ungame na uendelee na ukulanga. Amen. Mtu anaweza kuja kwako ambishe na ukose kumfungulia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza endelea kumbisha. Yes. Kumbisha sijui umekusumbua. Yes. Kuja kufungua akuulize ulikuwa unataka nini? Yes. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tunapoongea juu ya kumbisha, knocking speaks of persistence. It speaks of anger. It speaks of faith in action. Hallelujah. Kama kuna mambo naongea, nasema tunapoongea juu ya kumbisha, tunaongea kwenda kukodesha na kwenda waga unakasirika, unaendelea kumbisha na unakuwa na imani ya kuchukua hatua ya kuendelea kumbisha, kwa sababu unapoendelea kumbisha lazima mlango ufunguke. Haleluya. Kumbisha akuhitaji mtu ambaye anakuvumilia na kungojea afunguliwe. Yes. Haleluya. Amen. Lazima ukuwa kumbisha na kukuwa na imani. Yes. Nimembisha na ngojea nifunguliwe. Amen. Nimembisha na ngojea wanifungulie. Yes. Lazima ukuwe na imani ya kujua nitasimama hapa na niko na imani watanifungulia. Amen. Tunapoongea juu ya kumbisha mlango, tutaongea juu ya mambo matatu manne pale. Na tutasema ya kwamba knocking is a command, not a suggestion. Amen. Tutaongea na lugha ambayo inaeleweka kwetu sisi zote. Knocking is command, not a suggestion. Ya kwamba kumbisha ni wago. Haleluya. Si eti wewe unachagua. Yesu akasema lazima muombe, lazima mtafute, lazima mumishe. Alipeana as a command na kwamba lazima itafika wakati tugonge. Amen. Lazima itafika wakati tumishe. Yes. Ndio maana Mathayo imesema knock and it shall be open unto you. Amen. Jesus did not say ya kwamba wewe ukitaka kumbisha bisha. Hakusema ya kwamba wewe ukitaka kungojea tu. Alisema bisha. Yes. Wakati unaambiwa mbisha is a command. Neno ya wewe kunanga. Hey. Haleluya. Amen. Kama tunaambiwa hivyo, basi inamaanisha ya kwamba refusing to give up. Wakati tunaongea juu ya kumbisha milango, tunaongea juu ya mtu ambaye hataki kusarenda, hataki kusema nimechoka na kumbisha. Yes. Naongea juu ya mtu ambaye anasema sitaki kunyamazishwa. Naongea juu ya mtu anasema sitaki hata kama itaendelea kumbisha. Sita give up kumbisha. Na hata sitanyamazishwa ninapoendelea kumbisha, kwa sababu ninajua ya kwamba ninapoendelea
bisha. Hallelujah. Amen. Doors stay closed to those who never knock. Wewe usipobisha, mpendo mlango kwako utakaa ukiwa umefungwa. Kwa hivyo kumbisha, kufunguliwa kwa mlango, ufunguliwa kwa wale pekee ambao wanambisha. Wale ambao hawambishi, mlango kwao utakaa ukiwa umefungwa. Ukikuja kwa nyumba usimame pale nje na mimi niko ndani. Usipobisha sitajua kana kwamba uko pale. Na kama nilikuwa mbali na karibu na mlango, ukibisha mara moja nitaweza kosa kusikia, lakini ukibisha mara ya pili nikose kusikia, mara ya tatu nikose kusikia, mara ya nne nikose kusikia, na uendelee kubisha. Lazima nitasikia hata kama na nitakuja nifungue. Hallelujah. Jambo la pili, tunapoongea juu ya kufungua milango, tunaongea juu ya knocking shows expectation. Wale ambao wanambisha huanga tayari kungojea. Wale ambao wanambisha wanakuanga tayari kungojea. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kama wewe ni candidate wa kubisha, lazima ukue uko tayari kungojea. Lazima ukue na matarajio ya lazima ningojee mpaka ule mlango ufunguliwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka paso nisomee Acts chapter number 12. Tuone mtu hapo pale ambaye alimbisha akitarajia kufunguliwa na akafunguliwa. Matendo ya Mitume 12. Matendo ya Mitume 12 mstari ni wa 13 mpaka 16. Matendo ya Mitume 12 mstari 13 mpaka 16. Nitasoma. Grace of God. Nitasoma kitabu ni Matendo ya Mitume. Mungu pamoja nami mlango wa 12 mstari ni wa 13 na 16. Maandiko yanasema naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Heroda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu? Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafuliza kigonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. Fikisha pale. Amen. Fikisha pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sunday iliyopita tuliongea juu ya Peter akiwa ndani. Yes. Milango ikafunguka. Ndio. Na sasa milango imefunguka, amejipata ako nje ya prison. Yes. Na sasa ameenda mahali wa ndugu na wandanda walikuwa wameungana wakimuombea kwa sababu ameshikwa. Amen. Na ameenda akafika kwa mlango, akasimama na akaanza kumbisha. Kasichana kanjakazi kanaitwa Roda, kanasikia sauti, kanakimbia kwa gate kufungua, kakasikia sauti ya Peter. Amen. Hallelujah. Aliposikia sauti ya Peter, kakakimbia huko ndani, kakaambia wenzao, Peter ako mlangoni, akajafungua. Lakini Peter ako pale, anatarajia afunguliwe. Ndio. Amen. Peter ako pale, yeye hataki kitu kingine, anataka afunguliwe. Amen. Naye kasichana kamekimbia kakawaambia, Peter ndio huyo ako katika mlango, anataka kufunguliwa. Wakasema hapana. Kumbuka wao ndio waliomba.
Yes. Unangojea wewe sasa umbishe ufungue mlango. Yes. Kwa sababu uliomba. Yes. Kile uliomba kiweze kuingia. Yes. Hauhitaji kuomba tena. Yes. Unahitaji kumbisha. Yes. Ufunguliwe. Hizo baraka ziingie. Amen. Hallelujah. Amen. Wao hawakuwa wanatarajia, lakini wakasikia hiyo sauti. Huyo ni Peter. Yes. Huyo ni Peter. Yes. Ambayo milango imefunguliwa. Yes. Kwa funguo yao. Yes. Ya maombi. Amen. Kanisa ilipoomba. Amen. Tukiwa hapo ndani tukimbisha, huwa tunatarajia somebody is inside to open for us. Yes. Tunapombisha lazima tukue tuko sure kuna mtu ako ndani wa kutufungulia. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha mahali kuna kumbisha kunahitaji mtu. Sema mtu. Mtu. Kunahitaji mtu ambaye atatumiwa na Mungu kufungua mlango wako. Amen. Amen. Kuna point naingiza ndani yako. Yes. Hivi ili umbishe ufunguliwe, unajua mtu ako hapo ndani. Somebody is inside. Kwa hivyo unaamini huo mlango unaweza funguliwa anytime. Unakaa pale ukingojea mpaka mlango ufunguliwe. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba katika maisha yetu tunaishi ya Wakristo, tunaishi kusaidiana mtu kwa mtu yule mwingine. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha yule mtu anaweza kufungua mlango yako unapombisha ni yule mtu ambaye hautarajii. Amen. Amen. Ni yule mtu ambaye umepewa na Mungu. Amen. Ni yule mtu ambaye Mungu ametumana kwake akuja katika maisha yako. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati Yesu anasema mbisha mlango, tayari ameasaini mtu mwingine wa kukufungulia. Amen. Sijui kama umeelewa vizuri. Yeah. Nasema wakati anakuambia mbisha na mlango itafunguliwa, Yeah. tayari amepea mtu hiyo kazi ya kukufungulia mlango. Amen. Amen. Anaposema mbisha mlango wa baraka zako, kuna yule ambaye amebeba baraka zako, mtakutana akupe. Amen. Haleluya. Amen. Anaposema mbisha kwa ajili ya familia yako, kuna yule ambaye amepewa mandate ya kuja kukuingiza katika huu mlango ufunguke katika maisha yako. Amen. Tunapoongea juu ya mlango kumbisha na ufunguliwe, naye Mungu ametumana yule ambaye atasimama kukufungulia mlango. Amen. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Anaweza tumana kwa mtu fulani na ukose kujua huyu ndiye atatumika kufungua mlango yako. Yes. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni jukumu letu tunapoendelea kumbisha. Yes. We expect an answer. Tunangojea answer. Nayo hiyo answer, it is from man to man. Amen. Ni kutoka kwa mtu yule mwingine. Yes. Amen. Haleluya. Amen. So ni kumaanisha kwamba Mungu atatumia mtu kukuweka kiwango hicho kingine. Amen. Mungu hatakuja akupeleke Amerika. Akuja hivi akubebe upate amekubeba hadi asubuhi ni kwa Amerika. Hapana. Atatumia mtu akuja akufanyie connection za kwenda Amerika. Haleluya. Amen. Mungu hatakuja hivi ndi akuja kuwekea kiduka kwambie hii duka nimekuwekea sasa kuja ukaange hapa. Atatumia mtu akuja akupea mawazo ingie ndani yako akwambie ukienda Nairobi unaendanga mahali fulani unanunua hiki na hiki unakuja unauza unapata faida. Amen. Haleluya. Amen. Mungu atatumia mtu ambaye atakuja kuelekeze kwa destiny yako, akwambie maisha yako inahitaji ufanye 1 2 3. Amen. Amen. Hiyo ndio kumbisha. Yes. Kwa sababu lazima kukuwa na mtu wa kukufungulia. Amen. Mahali tulisema kukuwa na funguo, hakuhitaji mtu wa kukufungulia. Ni wewe uombe,
Number 3, knocking requires persistence. Knocking requires persistence. Ama kumbisha kuna hitaji ikinda in short. Hallelujah. Amen. Inahitaji bidii. Inahitaji kukodheesha. Hallelujah. Amen. Lakini ule umbaya uko na Wakristo siku hizi tumechoka haraka. Unambisha leo na kesho kuta na wiki moja. Hii haiwezi fanyika. Unainua mikono. Unaomba mwaka mmoja unasema hii haiwezi kukua. Nimeomba kwa muda mrefu, kwani Mungu asikiange? Na mimi nimekuja kukuambia kunayo njia ya kunoka. Amen. Ambayo inahitaji persistence. Amen. Ambayo inahitaji persistence. Amen. Nisomee Luka. Enda Luka nikuonyeshe hii maandiko mahali iko. Yes. Usione kama mimi natengeneza maandiko yangu. Kiza mtu ambaye alipersist mpaka hiyo milango ikafunguliwa usiku wa manane. Hallelujah. Enda pale Luke 11. Luka mtakatifu 11. Luka mtakatifu 11 mstari ni wa 5 mpaka wa 10, na unisomee kwa haraka ikiwezekana. Kwa haraka ikiwezekana. Sababu singetaka uchoke ukose kushikanisha, hii nataka kwenda kwa haraka. Ningependa tukasome pale Luka 11 mstari wa 5 hadi mstari wa 10. Nitasoma. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, usinisumbue, mimi nimelala. Umekwisha fungwa, mlango umefungwa, tumelala kitandani mimi na watoto wangu. Sikiza vile maandiko inasema. Siwezi kuondoka nikupe. Siwezi toka kwa kitanda, nimefunga mlango, unanisumbua, ni usiku, nimelala mimi na watoto, wacha kunisumbua. Akawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumwomba ataondoka na kumpa kati ya haja yake. Fikisha hapo. Ameamuka amupe kwa sababu ni rafiki yake, lakini ameamuka kwa sababu amemsumbua na kugonga. Yesu anapeana mfano, anasema ni nani aliye na rafiki yake ambaye anakujiwa na rafiki mwingine usiku na anapata hana chakula cha kuwapea na wako kwake. Asiende kwa rafiki yake, aende amuongee. Naye rafiki amwambie, wewe, mimi nimefunga mlango, nimelala na watoto wangu kitandani. Hallelujah. Nimelala kitandani, wacha kunisumbua. Ulikuwa wapi mchana? Nimefunga milango. Lakini Yesu anasema ataamuka amupe kwa sababu ni rafiki yake, lakini kwa sababu amebishabisha mara mingi, ameshindia kubishabisha, sasa mkosesha amani. Rafiki akasikia, umenitosha, shika unga enda ukapigia rafiki mwingine. Hallelujah. Wapenda, tunahitaji watu kama hao ambao wanaingia na wanakategea pale kama mjinga. Wamesema siondoki, nitaendelea kukuita. Ukaanguka unipe, ukaanguka unipe, ukaanguka unipe, mpaka wakati atapungua na akupe. Lakini unahitaji, mimi nimeomba wiki mzima, Mungu hatatenda. Mimi nimeomba, hajawahi tenda. I'm telling you, usichoke na kumbisha mlango. Endelea kumbisha, kwa sababu ndani ya mlango kuna mtu ako hapo ndani, ako tayari kukufungulia. Na hatafungua kama wewe ni mtu wa kusarenga, hatafungua ukikatalia pale mlango. Hallelujah. Hii ni nzuri. Lazima hiyo. Tutambisha. Amen. Not by first time. Mlango
Sio noko ya kwanza mlango itafunguliwa kwako. Sio noko ya pili mlango itafunguliwa. Na hata sio ya tatu, na hata sio ya nne, na hata sio ya tano. Lakini ni wakati utaendelea kubisha. Na kuinua mtu ambaye anabishanga mara mbili anachoka. Anainua mikono na anasema, "Iende vile itaenda sitaki. Nimekuja kukuinua kutoka hapo." Na nikwambie kwamba lazima you persist, knocking and knocking and knocking. Mpaka mlango ufunguliwe. Hallelujah. Kwa sababu wakiendelea hawajakosa. Delay is not denial. Kukua umeendelea kufungua. Kukua umeendelea kufungua. Si eti hautapewa. Si eti hautapewa. Endelea kumbisha mlango. Mahali kuna kumbisha mlango mpendwa. Mambo ni matatu. Omba, tafuta, mbisha. Uliomba haikutendeka. Ulitafuta au kupata. Ukaingia level ya tatu ambayo umekasirika. Mtu anambisha na kwanga amekasirika. Sio mtu ambaye ako hivi hivi ati anaomba hivi. Ni mtu anaenda na hasira kama Ana. Anasema, "Mungu, lazima unitendee. Siwezi kaa hivyo kwa deni na hiyo miaka yote. Lazima unitendee." Endelea kumbisha kwako. Endelea kumbisha mpaka unifungulie. Kwa hivyo mtu anabisha mlango. Sio mtu ati ameomba. Tu umeomba hivi tu Mungu. Mungu niwesaidie na school fees je. Chama si hapo na ina leo. Amen. Unaamka kesho yake. Ndio mbona tunasonanga school fees. Ni kadi na maana wako mshi. Haujakasirika? Haujakasirika kama Ana. Mpaka anaonekana na mtumishi wa Mungu Eli. Ameshangaa huyu mama ni mlevi. Kwa sababu vile yako hata maneno haitoki. Yaani hivi tekidi. Maneno haitoki kwa mdomo. Huyo ni mtu ako nomo. Huyo sio mtu ako nomo. Mtu amekasirika. Sema fungua. Fungua ninabisha. Ninabisha. Fungua. Ipi andume kwa lana udhata. Kwa lana yenye yoba imetende. Hivi ndo akaundisha. Nungu ni boyena nduneka. Tukina umanga na vitina. Hivi ndo akabala uwe. Ndo kananzia ingi. Kukunanga mwango. Hawezi akakosa kutenda. Atatenda. Knocking is done through prayer. Paize ya niwezo yu noku mwangoyo. Dina kwa ukakwa kunanga mwango. Umbenuke biembemba mikie. Ngume sema kunia tatu ngunenge. Habana. Utaomba. Hallelujah. Nduga kwa bombe. Ninakwete amanoa kwa nuemie Mose. Nikumbisha utambisha. Na kumbisha kuna lishamba kwa maombi. Hiyo iliombwa na Ana ilikuwa kumbisha. Haikuwa maombi ya kawaida. Kumbisha ni maombi ambayo imepita ukawaida. Wewe unaongea na mtu ambaye ameomba na anataka kwenda kiwango ambacho si cha kawaida. Yule ambaye anasema, "I am tired now. I need to knock until the door is open for me." Hallelujah. Eno muneso nikabambando. Uyu kunangelele nele unoe. Tachoka. Useme, "Nina andikele amasimu mother. I am declared." Sina anja ya mke. Sina anja ya mume. Tondo mambo kwa nimekiata. I'm telling you. Huyu sio anaongea wa kumbisha misha. Yesu ni mundu ulo unoye. Abora anoa. Ashoka amamba aiwa. Ashoka seningo ikiwango ke.
kuja na kufungulia mlango. Tumika na Mungu. Wewe unibisha mlango. Unakutana na mwingine. Nakuambia kuwa na shida ya ugonjwa. Daktari fulani anajua. Nikupeleke hapo. Kupeleka pale unatibiwa na connect man to man. Kwa sababu Mungu utimiza neno lake. Na akitufunulia tunakaa katika ufunuo. Na kama ufunuo ni wa kumbisha, sasa tuko level ya kumbisha. Na wale ambao sasa wako katika level ya kumbisha. Somea Colossians 4. Yes. Nenda pamoja nami kitabu ni Wakolosai. Wakolosai wako, acha nikwambie. Wakolosai kwa hapo ukipita tu Filipi utakutana na Wakolosai. Tunaona Wakolosai tunaenda mlango wa 4 na mstari ni wa 2 na wa 3. Mstari wa 2 na wa 3. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukurani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu atufungulie mlango wa lile neno lake, tuinene siri ya Kristo, ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Enda Revelation 3:20. Ufunuo 3:20. Ufunuo 3:20. Tuko pale Ufunuo 3:20. Tembea pamoja nami tu katika Ufunuo 3:20. Ufunuo 3:20. Maandiko yanasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Hallelujah. Amen. Knocking is done through prayers. Tuko hapo. Na kwamba kumbisha kunafunguliangwa kupitia kwa maombi. Kolosai ametuambia devoting yourself to prayers. Kujitoa nyinyi kwa maombi. Maana kuna kudevote. Maana kuna kuinuia. Ni mtu ambaye ameenda kiwango kingine ambacho si cha kawaida. Ni mtu ambaye kiwango chake kimepita ukawaida. Ili aweze kuomba that God may open the doors. Anapoendelea kuomba in that devotion, Mungu anafungua milango. Naye Revelation anatuambia kwamba beyond I stand at the door. Yeyote ambaye anambisha, mimi niko tayari kumfungulia. Wewe ndio umeshindwa na kumbisha. Yesu anasema beyond I stand beyond the door. Hapo kwa mlango ndipo nimesimama. Utakapombisha lazima nitakufungulia. Hallelujah. Wakati unaomba, prayer knocks on heaven doors. Unapoomba ina knock mbingu. Hiyo mlango ya mbingu inasikia sauti yako ya kunoka. Amen. Na inaposikia noko yako, obedience yako ya kunoko hiyo mlango inaguza Mungu. Amen. Nataka usikie vizuri, obedience kana kwandika kwako. Kwako kunanga mwango. Udu we motivu wala beonga hii. Nombla inisi ya kusiye na onga hii. Wakati unaenda kumbisha hiyo mlango, wila uisumbua itu. Na ke Yesu mame komando yate. Ni onga mete maungu wa mone. Ni kenda ola ukakunanga mwango. Ni mwingu ye. Akaisamea na kwa. Akani usamea na kwa. Nombla ke kalanza inge. Hallelujah. Prayer is only the sound. My friend, brothers and sisters in Christ. Look at you, no boya. Amen. Hallelujah. Amen. If you know what we will carry to na ina respond.
right time. God open doors at the right time. Pastor, enda pale Revelation 3 verse 8. Revelation chapter number 3 verse number 8. Nitasoma tena hapo tu tulikuwa tumefungua Ufunuo mlango ni wa 3 mstari ni wa 8. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa. Sikiza vizuri, sikiza vizuri. Anatangulia kusema tazama na yajua matendo yako. Matendo yako. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa. Tazama mlango wakati ulimbisha niliufungua kwako wazi, ambao hapana awezaye kufunga. Ambapo hakuna yeyote atakayeweza kufungua. Amen. Enda Ecclesiastes 3:11. Tumalizie pale. Hiyo ni Mhubiri. Hiyo ni Mhubiri 3 ama Mtambania 3 mstari wa 11. 3 mstari wa 11. Mhubiri tuko pamoja. Mhubiri 3:11 inashuhudia ikisema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu. Hiyo kazi ya Mungu hauwezi wewe ukaielewa. Anayoifanya tangu mwanzo. Vile anavyoifanya kutoka mwanzo mpaka saa hii. Amen. Hallelujah. Ndivyo imetuambia kwamba God opens doors at the right time. Mungu anafunguanga milango kwa wakati ambao unafaa. Hallelujah. Na wakati ambao unafaa anasema ya kwamba I have set before you an open door that no one can shut. Nimeweka mbele yako mlango ulio wazi. Kwa hivyo wakati njia zako ziliendanisha na njia zangu, wakati ulimbisha mlango, niliweza kuweka ukiwa wazi kwako na hakuna yeyote ambaye anaweza kuifunga. Naye Mhubiri anasema ya kwamba basi ikiwa hivyo, mimi Mungu ninafanyanga kazi yangu na wakati. Kwa hivyo wakati wangu, I the Lord I will make it happen and I will make it too beautiful for you. Nitafanya hayo mambo yote kwa wakati wake irembeke na italeta utukufu wangu. Kwa nini? Kwa sababu mimi Mungu nafanyanga kazi yangu. Amen. Mimi ninajua tangu mwanzo, si saa hii. Amen. Kwa hiyo nikumaanisha sitakuja kumbadilisha Mungu yake na vile mimi ninataka. Ndio kwa kuyangaini endo mbekeo. Nao ayambatani na maadili na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo nikumaanisha kila wakati tunafaa kuelewa mapenzi ya Mungu. Kila wakati tunafaa kuelewa Mungu anataka nini kutoka kwangu. Ili kile ambacho anataka kutoka kwangu, ninapoingia katika kubisha milango, anafungua sawa sawa na mapenzi yake. Amen. Na anafanya mambo yote yarebeke kwa wakati wake. Amen. Hallelujah. Amen. Pendwa langu ni kukuambia kwamba mlango umewekwa wazi kwako. Ana alimbisha kimaanisha na mlango ukawekwa wazi kwake. Amen. Nataka uone wakati alimaanisha baada ya kukaa hekaluni kwa muda mrefu. Yes. Kwa miaka mingi akilia. Yes. Na akingojea Mungu. Ile siku alimaanisha kumbisha mlango. Yes. Aliambiwa kilio chako Mungu amekisikia. Enda ukatendewe kulingana na kile umeomba. Amen. Hata Eli hakuwa anajua anaomba nini. Ndipo akaambia Eli na akamwambia basi nitakapozaa huyo mtoto nitakuletea. Asifiwe Yesu. Amen. Na hivyo ndivyo Mungu wetu ako. Kwa sababu hawezi akakompromise. Na yeye huenda kama vile mbingu inasema. Lakini changu ni kukuambia kwamba don't sit and complain. Ati wewe kanile ende. Na wa complain kuma January ngina December. Obo ya wachuma yoba ni wisenira na kadhina ngelikane. Inaisha.
Ngojea Sunday hiyo ingine. Ama unakosa hiyo sana unakuja hapa tu Sunday. Hiyo wakati hizi nitoa ni uboya. Mwenye Yehova ndio ndilikane. Unaenda. Unakaa mwezi. Ndio Yehova mbona wewe si nditango boyete. Ndio ndilikane. Inahitaji mtu ambaye anatoka hiyo level. Anakasirika kwa uchungu. Anaambia Bwana nimechoka sasa. Ninambisha kwako. Ni usumbuaji na ombigwe. Ni usumbuaji na ombigwe. Amen. Sitoki kwako. Yes. Na Mungu anatenda. Amen. Na Yesu asifiwe. Amen. Usinipate mtu ambaye ako tayari kugonga huo mlango mpaka Mungu afungue. Kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba wakati utambisha mlango utafunguliwa kwako. Kwako na Mungu atatenda sawa sawa na kile unambisha. Na mimi nimekuja kukutangazia ya kwamba yule ambaye ataambatana na neno la Mungu hakika atakapombisha kwa mlango kwake utafunguliwa. Na tangaza neema ya watu wakatembea kwa milango ambayo imefunguliwa. Ile milango inakaa kwa muda mrefu ikiwa imeshindwa kufunguka. Tangaza na tumane mtu wa kukufungulia mlango. Unasimikana ulimbisha mara moja ukatoka na kuingia bidii. Kuna mwangozi kainge akabutu akatume akatumana ukuja ufunguliwe. Haleluya. Amen. Na neema imeachiliwa kwako mpendo. Ndio. Neema imeachiliwa kwako mpendo. Amen. Endelea kumbisha. Yeah. Endelea kumbisha. Yes. Na usimame na miguu yako.